Korinto wa kwanza sura ya 2 kwako ya kwamba huyu ni mwanadamu wa tabia za asili. Hatutarajii tusione hizo tabia za asili. Tunatarajia tukuone wewe mtu wa rohoni, tukuone kwa sababu una roho mpya, una moyo mpya, tuone yale matendo yako ya rohoni, tuone vitu vya rohoni kwako. Tusipoviona, maana yake wewe ni mwanadamu wa tabia ya asili, hauna roho mpya wala moyo mpya. Tabia Yesu. Maana mwanadamu wa asili, mambo ya rohoni kwake ni upuuzi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vitu vya rohoni hawezi kuvipokea. Anaamini, ana imani zake. Bwana Yesu asifiwe. Anaamini vitu vyake vingine. Hata hapa tupo wanadamu wa asili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mtu wa kumtegemea Mungu. Yeye anaishi katika asili, tabia ya asili. Hajawahi kuiacha. Japo anajificha. Maana yeye vitu vya rohoni kwake ni upuuzi. Watu wanaposema ya kwamba Mungu anaweza kuponya magonjwa, yeye anasema hapana, lazima nikachane na kachane. Bwana asifiwe. Huyo ndo mtu basi. Haleluya. Amen. Sasa huyu mtu bado anateswa na yale maroho ya asili. Unajua lengo la kuokoka ni kwamba yale maroho ya asili yaondoke na lile limoyo la jiwe litoke, ili Mungu aweze kupata nafasi ya kuingia na matokeo tuyaone katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mchapie Yesu makofi. Uliza jirani yako, leo unatamani kugeuzwa kwa mtu? Unatamani kugeuzwe kwa mtu mwingine kabisa? Amina. Inua mkono wako unayetamani kugeuzwa. Ni lazima huyu mtu ageuzwe, awe mtu mwingine, ndipo aweze kumtumikia Mungu katika uaminifu na katika uadilifu. Maana asipogeuzwa kuwa mtu mwingine, yale maroho ya asili yatamzonga na kumtesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe ushuhuda. Jana sana, natamani kabisa nasali na